Mtazamaji, kazi ya uendeshaji wa bodaboda kwa muda mrefu sasa imekuwa kazi ya kuleta chakula mezani kwa wanabodaboda wengi, huku wale wasiokuwa na pesa taslimu za kununua pikipiki wakiegemea kampuni kama vile Mago, Watu Credit na 15 Minutes ambazo zimekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kuwa wanabodaboda wanatimiza ndoto zao kwa kuwapa mikopo ya pikipiki na kuwaruhusu kulipa katika njia ya lipa mdogo mdogo. Ila katika kaunti ya Kilifi, wanabodaboda hawa wamekumbana na changamoto si haba. Mwanahabari wetu Mtawali Garama ametuandalia taarifa hii. Naam, shukran Salasia. Katika kaunti ya Kilifi kumekuwa na visa vya wizi wa pikipiki hususan katika maeneo ya Tezo, Chumani na Kilifi mjini. Cha kutiliwa shaka hata hivyo Salasia ni kwamba nyingi ya pikipiki zinazoibwa ni zile za mikopo ambazo malipo yake yanakaribia kutamatika. Pikipiki hizo zikiibwa isipatikane tena licha ya kuwa na traka. Baadhi ya waathiriwa ni kama vile Dennis Omondi ambaye pikipiki yake ina nambari ya usajili KMGK 457T na Duncan Malumbo ambaye pikipiki yake ina nambari ya usajili KMGL 040Q, zote zikimilikiwa na Watu Credit Limited, ziliibwa zisipatikane tena kabla ya kukamilisha malipo yao. Jimmy Katana kama vile Dennis na Duncan, pikipiki yake ina nambari ya usajili KMGF 007Q pia alipata kutoka kampuni ya Watu Credit Limited, iliibwa isipatikane tena. Kwa sasa waathiriwa hao wamebaki kusubiri huku kampuni husika zikiahidi kuchunguza visa hivyo. Hapo awali, bunge liliahidi kuzihoji kampuni zinazotoa mikopo ya pikipiki kama vile 15 Minutes, MyBoda na Watu Credit Limited. Hata hivyo, Salasi ya kampuni ya Watu Credit Limited imesisitiza kujitolea kwake kuboresha maisha ya wajasiriamali kupitia pikipiki za mikopo. Ikiwa madai haya ni ya kweli, iwapi haki ya Duncan Malumbo, Jimmy Katana, Dennis Omondi, na serikali pamoja na kampuni hizo zinachukua hatua gani kuhakikisha kwamba visa kama hivi vinasitishwa na vitokei tena na waathiriwa wanapata haki? Kutoka kaunti ya Kilifi, mimi ni Mtawali Garama.